Mkuu wa zahanati ya ERCT Misenyi Dispensary tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025 kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Baba Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi Dr. Abednego Kesho Mshahara katika hafla ya harambee ndani ya ujenzi wa theater zahanati ya Igayaza ambayo imeambatana pamoja na chakula cha mchana na wewe askofu. Mheshimiwa Baba Askofu, waheshimiwa wageni waalikwa, viongozi wa kanisa, viongozi wa serikali na wa kijamii, wenzangu watumishi wa afya, waheshimiwa kamati ya afya ya zahanati, wananchi na majirani katika huduma, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa niaba ya uongozi wa watumishi wote wa zahanati ya ERCT Misenyi, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili maalum lenye lengo la kuinua huduma ya afya katika jamii yetu. Ni kwa neema yake tumefika hapa salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, zahanati ya ERCT Misenyi ni mojawapo ya vituo vya huduma za afya vinavyomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Tumehudumu jamii ya Igayaza na vitongoji vyake na majirani kwa miaka 57 sasa, tukitoa huduma za msingi kama vile matibabu ya wagonjwa wa nje, matibabu ya wagonjwa wa kulazwa, huduma za mama na mtoto, chanjo, uchunguzi wa magonjwa, ushauri nasaha na elimu ya afya. Tunajivunia kusema kwamba huduma zetu zimekuwa nguzo muhimu katika kuboresha afya ya wananchi, na tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Misenyi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo, na tumepokea tuzo mbalimbali za kiutendaji. Kwa sasa tuko katika hatua za mwisho kabisa kuanza kutumia huduma ya bima ya NHIF. Hata hivyo, Mheshimiwa Baba Askofu, licha ya mafanikio haya bado tunakabiliwa na changamoto kubwa moja ambayo ni ukosefu wa chumba cha upasuaji, yaani theater. Kwa sasa wagonjwa wanaohitaji huduma za upasuaji mkubwa kwa sasa, wakiwemo wajawazito wanaohitaji upasuaji wa dharura, yaani cesarean section, upungufu wa damu, ajali, upasuaji wa uvimbe wenye viashiria vya hatari na kadhalika, wanalazimika kusafirishwa umbali mrefu mpaka kwenye vituo vinavyoweza kutoa huduma hizo. Safari hizi zimekuwa zikihatarisha maisha, hasa katika nyakati za dharura za usiku au mvua kubwa. Wapo akina mama ambao wamepoteza maisha au watoto kutokana na kucheleweshwa kufika hospitali kuu. Hili limetugusa sana kama watumishi na kama Wakristo tunaohudumia wote bila ubaguzi. Ndio maana leo tumeitisha harambee hii ya ndani, tukiamini kuwa nguvu ya pamoja, hata ikiwa ndogo, inaweza kufanya jambo kubwa. Lengo letu la leo ni kukusanya kiasi cha shilingi milioni 8 ambazo zitatuwezesha kujenga msingi wa theater ya kisasa katika eneo la zahanati yetu. Hii itakuwa hatua ya kwanza muhimu katika safari ya kuifikia ndoto yetu ya kuwa kituo cha kutoa huduma kamili za afya zenye ubora na utu wa Kikristo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kuwa safari ya maendeleo haiwezi kufanikiwa bila ushirikiano. Ndio maana tumealika wageni wa heshima kama wewe,
viongozi wa kanisa, wakuu wa vituo vya afya vya jirani, viongozi wa kijamii na majirani zetu wa karibu, tunaomba nyote kama nguzo muhimu. Tunawaona watu wa msingi katika ujenzi huu. Tunaamini kuwa mkono wako wa baraka na uwepo wako leo ni alama ya matumaini mapya kwa jamii ya Igayaza. Uwepo wako unatutia moyo kwamba kanisa letu bado linasimama imara katika huduma za afya, elimu, maendeleo ya jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Baba Askofu, tunatambua pia mchango mkubwa wa kanisa kupitia Dayosisi ya Kaskazini Magharibi katika kuimarisha huduma za afya. Miongo yote kanisa limekuwa mstari wa mbele kuhakikisha mwananchi wa kawaida anapata huduma zenye utu na huruma. Tunakupongeza sana wewe binafsi kwa uongozi wako wa hekima, upendo na maono makubwa kwa maendeleo ya watu wa Mungu. Kama zahanati ya Yerostimi Misenyi, tunakiri kuwa tuko pamoja kuendelea kushirikiana na kanisa, serikali na wadau wote katika kufanikisha azma hii. Tunachohitaji sasa ni msaada wa kiroho, ushauri na nguvu za pamoja ili tuweze kutimiza ndoto hii njema. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hitimisho ninapenda kusema tunajenga theater si kwa sababu ya majengo tu, bali tunajenga maisha. Tunachangia leo si sababu tuna ziada, bali kwa sababu tunayo imani kwamba Mungu anaweza kutenda makubwa kupitia kidogo tulicho nacho. Tunainua tofali leo kwa matumaini kwamba kesho kutakuwa na mama anayejifungua salama, mtoto anayepumua kwa amani na jamii inayotabasamu kwa afya njema. Tunamuomba Mwenyezi Mungu abariki kazi hii, abariki wachangiaji wote, na zaidi akubariki wewe Mheshimiwa Baba Askofu kwa kuwa mwanga na mfano wa matumaini kwetu. Kwa niaba ya Yerostimi Misenyi Dispensary, ninapenda kukukaribisha rasmi Mheshimiwa Baba Askofu ili utupe neno la faraja, baraka na hatimaye uongoze harambee hii kwa utukufu wa Mungu. Asanteni sana kunisikiliza na Mungu awabariki. Imesomwa na mganga mfawidhi. Katu kuu la kufanya harambee ya ujenzi wa jengo la upasuaji. Jambo jema, na kama ilivyo wengine wameshasema ilikuwa ni ndoto, kwa hiyo ni mwanzo mzuri. Tunashukuru Baba Askofu kwa kutuunga mkono na kutoa muda wako kuweza kufika. Kwa hiyo na mimi nimeungana na nyinyi, nashukuru. Basi sina zaidi ya kusema tu tuungane kuhakikisha adhima hii ambayo imetuleta hapa, kwa chochote ambacho tutakuwa nacho basi tuweze kujitoa ili tuweze kufikia lengo letu. Asante sana. Atatusaidia na tutafikia malengo yetu kama wenzetu wanavyosema, inshallah Mungu atafanikisha. Amen. Sasa kwa moyo wa upendo kabisa niwakaribishe katika harambee hii kwa ajili ya kupata chumba chetu cha upasuaji katika zahanati yetu ya Igayaza. Na kwa namna hiyo tuanze katika harambee hii tukitaja jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jina naitwa Bwana Frederick Sengo, ni mzaliwa wa hapa Mgambaizi, kijiji cha Mtemba. Hii hospitali imetulea sisi, tumetibiwa hapa tukiwa watoto mpaka uzeeni tumeingia tunatibiwa hapa. Kumuhimu Mheshimiwa mgeni rasmi Baba Askofu,
Abednego kesho mshahara. Mimi nikikuona hapa na, yani labda nikiona mahali popote huwa roho yangu inafurahi. Na nazidi kuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kutoa ulipo akuongezee zaidi na zaidi. Lakini na furaha sana. Wengi waliopo nafikiri kidogo wamepitia mikononi mwangu. Kwa hiyo ni baraka njema ambayo tunayo katika dispensary yetu hii ya Igayaza. Tunamshukuru Mungu sana. Nimeambiwa niseme maneno madogo, lakini hiyo lilikuwa moyoni, lazima niliseme. Kwanza hilo wazo lilipitia kwangu, nikamwambia mganga ni lazima Mungu akitusaidia kweli hapa tufungue kituo cha upasuaji. Tukishapata kituo cha upasuaji hapa, Mungu atatusaidia, kitakuwa kituo cha afya. Uwezo kufanya kituo cha afya bila kufanya maandalizi. Na kweli ni waombe kila mtu alicho nacho akitoe. Ni fikira yangu ya mwanzo wakati niko diwani, nilitaka kuanzisha kituo cha afya hapa. Lakini kwa sababu kilikuwa ni cha serikali, nikasema nilikuwa serikalini na hii ni kituo cha LCT, lakini nikasema kwa vyovyote vile hapa panastahili kuwa kituo cha afya. Bahati nzuri ndio lengo ambalo tunakusudia kuwepo. Kwa hiyo dhamira na nia yangu Mungu ameibariki, na Mungu naomba tufanikiwe katika shughuli hii. Kwa sababu nimeambiwa kusema kidogo, najua kiwa na furaha unaweza kupitiliza. Kwanza niwashukuru nyote waliokubali mwito huu wa kufika hapa, kama tulivyoitwa na nia nzuri. Kwa nia nzuri yote atuliyepo hapa, Mungu hadharau kitu. Iwe shilingi moja Mungu anaipokea, iwe zaidi na zaidi Mungu hana kidogo, isipokuwa kilicho cha msingi ni nia ile ya dhati ya kufanya kile ambacho tunapata tukusudia. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kunisikia. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Alex Segio. Wengine wananijua majina yangu kabisa, naitwa Alexander, lakini wengi wananiita Alex kwa ufupi. Mimi ni mzaliwa hapa hapa. Naishi hapa hapa kijijini, isipokuwa shughuli zangu nafanyia Bunazi. Wanaigayaza pamoja na waalikwa wote, Mheshimiwa Askofu, ni waombe tujitoe tuweze kuchangia jengo letu la upasuaji, chochote kile ulichonacho. Lakini kabla ya hapo, naomba niseme neno moja. Hii ndoto ilikuwepo tu siku nyingi kichwani mwangu. Siku moja nikakutana na baba askofu. Baba askofu ni mzaliwa wa hapa, kwa wale ambao hamjui, na nyumbani kwao ni hapa hapa. Nikamwambia baba askofu, pale kwenye kituo chetu cha afya cha dispensary Igayaza tuna nafasi nzuri, lakini pia tuko kwenye center nzuri kabisa ambayo tuko katikati, tuko karibu na mpaka. Nikamwambia hebu fanya namna tupanue hii dispensary yetu, ipanuke iwe kituo cha afya. Nikamwambia tukipata wodi nzuri zenye selfu, wodi nzuri zilizojengwa vizuri, tutapata wateja, pia watu watapata huduma nzuri. Hebu fanya kweli. Tukaongea, akasema tutalifikiria. Sasa tangia hapo, sasa juzi hapa daktari wetu mfawidhi akaniambia bwana, nikasema sasa ndoto zinaenda kutimia. Mkisha kuwa na jengo la upasuaji, manake mnaenda kupata kituo cha afya. Kwa hiyo niwaombe tuungane. Baba askofu, ombi letu tunaomba ulipeleke, utupambanie hospitali yetu iweze kupanuka kuwa kituo cha afya. Asanteni sana na nashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa wote mlioko hapa, itifaki ikichukua mkondo wake,
Mimi pia ninachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kuona siku ya leo tunaweza tukakaa sisi tukaitana tukasema jamani, hebu tuongeze kitu hapa. Ukiangalia alivyosema naibu katibu mkuu, majengo mengi ni ya zamani tulionayo hapa ambayo tunapata huduma, lakini mengi huko nyuma ilikuwa ni misaada kutoka nje. Labda hili limejengwa na Wajerumani, limejengwa na Wasweden, limejengwa na nini, lakini tulikuwa hatujafikia kwenye hatua ambayo sisi wenyewe tunaweza kusimama na kukaa tukasema tuweke kitu. Mimi kwangu hii ni hatua kubwa sana, yaani hatua ya kutoka kwenye utegemezi, si ndio jamani? Wale Wajerumani na Wasweden kule hakuna shangazi zetu, hakuna wajomba zetu. Sisi ndio tunatibiwa hapa, sisi ndio tunapata huduma hapa. Sasa kukaa tukasema jamani, hebu tuchange tufike mahali fulani. Mimi kwangu hii, mheshimiwa mgeni rasmi, ni hatua kubwa sana. Mimi pia ni mnufaika wa hapa kwa kutibiwa na kwa kuishi hapa. Na alivyokuwa anasema tayari waliopita mikononi mwake, na mimi nimo na mama kao. Na kumbuka mwaka 2001 mpaka 2002, karibu miezi 11 nilikuwa hapa. Lakini nilichogundua ni kwamba kituo hiki kinahudumia watu wengi sana. Kutoka Mtukura, kutoka Bieju, kutoka Nkerenge, kutoka maeneo mengine. Hata wengine wanatokea maeneo ya Bunazi wanakuja hapa. Kwa hiyo tunapokiboresha tunakuwa tumefanya kazi kubwa sana. Kwa mimi niwatie moyo, pamoja na kwamba inawezekana tukachanga tusifikie lengo, lakini hatua ya kukaa hapa na kuwa na ujasiri wa kusema mimi naweka hiki, basi tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Hata wanaotusaidia wengine wakitukuta njiani, kuna mtu mmoja ana kanuni yake moja, ana gari huwa hatoi lift kwa mtu aliyesimama. Akikuta huko barabarani umesimama unasimamisha, huwa hatoi lift. Lakini akikuta unatembea, yeye mwenyewe anakusimamisha, anasema unaenda Bunazi, unasema ndio, anasema panda. Sasa na sisi wakitusaidia wakati tunakwenda mbele, itakuwa ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo niwatie moyo, leo hizi fedha za msingi milioni 8 tukijipanga vizuri hapa, tunaweza kuibuka na milioni 8 hizo, tukaweka msingi, tukaingia hatua ya pili, tukasonga mbele na mambo yakaenda vizuri. Huduma za afya tunapoziimarisha, tunakuwa tumejiimarisha sisi wenyewe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii. Niwaombe kila mmoja ajifikirie atakavyochangia ili kwa pamoja tuweze kuijenga zahanati yetu hii. Asanteni sana kwa waheshimiwa wenyeji wetu ambao ni kituo cha afya cha zahanati yetu ya Igayaza, inatumia jina la Misenyi. Waheshimiwa waalikwa wote, wageni wenzangu, nachukua nafasi hii kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wimbo ulioimbwa siku ya kufungua zahanati hii mwaka wa 68, mimi nilikuwa sijazaliwa, nimerithishwa wimbo huo. Wimbo ulioimbwa siku ya kufungua zahanati hii ulisisimua watu wengi. Baadaye kidogo mkipenda nitawaimbia. Lakini maneno yake yanasema, funga fungua mlango, hakukawii kucha. Misenyi hii kuijengea hospitali watu wakatibiwa nyumbani kwao ni jambo la ajabu na jambo la furaha. Wakaimba kwa Kiaya wimbo ambao nimeandaa kuwaimbia, pengine utatuhamasisha zaidi, kuchanga zaidi. Ni wimbo ulioimbwa kwa Kiaya miaka 57 iliyopita. Wale ambao katibu mkuu ametaja waliweka kitu, na sisi tuweke kitu. Wakaimba hivi:
Kinga kingura tibwikara kukya leba mbwenu bwakeire. Kinga kingura tibwikara kukya leba mbwenu bwakeire. Wakatokea na korasi iliyotisha wakati ule inasema omulimisenye kinga, omulimisenye kinga, omulimisenye kumbe kamwe tambiro tukatambirirwo mwaitu. Unaona, wakasema katika misenye hii kujenga hospitali tukatibiwa kwetu. Mimi nilikuwa natibiwa hapa, ila nilikuwa naogopa kung'olewa meno katika hospitali hii. Ndilo jambo ambalo kila mara nikifika hapa hisia za kung'olewa meno zinajitokeza, lakini ni kwa ajili ya kuhudumiwa ili tutibiwe tukiwa nyumbani kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tendaji wakuu, hatua ya kwanza ikawa ni kuweka wodi ya wazazi. Na tunashukuru tuliweza kuichangia wodi ya wazazi, ipo. Ni kitu kimewekwa ili wazazi wazalie vizuri nyumbani, watoto wazaliwe vizuri nyumbani. Tunashukuru kwamba sasa tunao mtandao wa huduma, kushirikiana na serikali, kushirikiana na vituo vyetu vya ndani vya kanisa. Tayari mmesikia hospitali ya Ndorage ikitangaza huduma ya mabingwa. Ni mtandao wa kushirikiana vituo, zahanati, hospitali na vituo vya serikali na vya kanisa, tunashirikiana. Sasa hivi Ndorage wana vituo, wana vifaa vikubwa mno vya kisasa ambavyo vilikuwa vinawapeleka watu kule Bugando. Sasa hivi wenye changamoto zilizokuwa zinawapeleka Bugando, Muhimbili, sasa hivi wanatibiwa hapa Ndorage. Ni kama muujiza, lakini Mungu amewezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pale wakati ule kabla ya vifaa vijaja tulikuwa tunaugua magonjwa kama matatu. Una ugonjwa wa kukupeleka Bugando, lakini una ugonjwa wa nauli. Ufikeje Bugando? Na wenyewe ni ugonjwa. Lakini ugonjwa mwingine tuliokuwa nao ni ugonjwa wa malazi. Ulale wapi? Una maradhi alafu unakosa malazi. Nao ni ugonjwa mwingine. Haya. Tukawa na changamoto, lakini sasa hivi Ndorage inapokea wagonjwa wengi, wanatoka hata Uganda, wanatoka hata Rwanda ya karibu hapa, wanatoka Geita. Maana kwa sababu ya Ndorage Bugando kuwa na wagonjwa wengi, kwa hiyo ulikuwepo mstari mrefu wa kufikiwa. Kwa hiyo hata walioko Geita wanakuja Ndorage ili wakimbie mstari mrefu wa mahali pengine. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya mtandao wa huduma tena za kisasa na za kibingwa. Tunashukuru kwamba waganga wapo, wauguzi wapo, na nimeambiwa na mganga wa zahanati hii kwamba wako kwenye mpango wa kusajili zahanati yetu kwenye bima ya afya, ili na mwenye bima ya afya apokelewe hapa atibiwe bila kulazimika kwenda mbali. Kwa hiyo hata hilo tunajua kwamba lilikuwa ni kero, lakini linashughulikiwa, na tutaomba na serikali ituunge mkono katika kusajili jambo hili la bima ya afya ili wagonjwa wenye bima za afya wahudumiwe hapa kwa urahisi. Na kama ilivyotajwa, lengo letu ni tuweke theater. Baada ya hapo twende kwa viongozi wetu wa wilaya tukisema tunaomba kuwa kituo cha afya kihudumie wana Kagera, kihudumie wa Tanzania, na hasa kama lango kuu la kuingia kwenye nchi hii ukitokea Uganda. Kwa hiyo tunapenda kuomba kila mmoja achangie kwa moyo, tujenge theater hii na tuwe na mafanikio. Na mimi nimeshamwambia mganga kwamba nina matumaini makubwa tutafanikiwa leo. Tutafanikiwa, tufanikiwe, tutafanikiwa. Hebu mwambie mwenzako, sema tutafanikiwa. Maana mambo mengi yanatokana na unavyotamka. Usije ukajitamkia maneno ya mimi sitafanikiwa. Ukisema hiyo sitafanikiwa, ile nguvu uliyoumbwa nayo ya kupambana inasema
huyu kumbe hataki kufanya. Tena ile nguvu ya mafanikio haijui kama unatania au hautanii. Ukishatamka useme mimi sitafanikiwa, inasema tuachane naye, huyu hatafanikiwa. Lakini sasa tuwe na matumaini ya kufanikiwa. Sasa kwa kuanza, nimepewa watu 10 na mimi nitakuwa wa 11. Wengine tutasaidiwa na MC katika kumfikia kila mmoja kwa heshima yake. MC atakufikia mahali ulipo kwa heshima ya kuchangia jambo hili. Mimi nitaanza na watu 10. Nitaanza na Mr. Tena huyu itamgharimu zaidi. Ametangulizwa kwa kusema ni Mr. Unajua na hilo lina gharama zake. Kuitwa Mr. Tunaanza na Mr. Alex Segio, ndiye anayefungua dimba la kuchangia. Makofi ta Segio Alex. Alafu jina lake linaanza na A na rangu linaanza na A. Hilo linamaanisha aongezewe zaidi katika kutamka. Karibu sana, karibu sana. Baba Askofu, mimi sina mengi. Mimi nitatoa 300,000, keshi 100,000. Makofi. Kuitwa B. Wengine wanaitwa bila kutajwa hata B. Yeye anaitwa B. Judith Kagari ametajwa kwa kuitwa B. Sasa hilo linamgharimu zaidi. Makofi yake anapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeshatoa 50,000, taongezea shilingi 50 tena. Makofi kwake. Fanya litamgharimu kuongeza zaidi. Karibu mheshimiwa. Asante sana mgeni rasmi. Mimi nitaanza na 100,000. Makofi. Lakini vile vile tunaweka na neno la Kiarabu linalosema inna la muswabirina, linalomaanisha aliye na Mungu anasubiria, anakuwa na muswabirina, anasubiri. Makofi kwake. Tunaenda kwa mwingine ambaye ni suti imemkamata vizuri, linaweza likamgharimu kwa kuongezewa hela zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Johannes Surmanyika, nitatoa 200,000. Makofi. Na tiripu 1 ya mchanga. Makofi kwake. Toa 200,000. Makofi kwake. Makofi. Hicho kipigia debe. Hilo nalo litawagharimu kuwa na vifaa kama vya Bugando na Muhimbili. Hilo inabidi sasa kwenye kutamka. Tena na katibu wa hospitali naye ni doctor of education. Sisi tulizoea kusikia nani Dr. Obote, Doctor of Law. Kumbe hapa kuna na Doctor of Education na Doctor of Medicine. Hilo nalo litawagharimu. Hospitali ya Ndorage tayari tumeshaweka benki shilingi 250,000. Makofi kwao. Kwa niaba ya mganga mkuu Daktari Lilian Kafuruki na kabidhi pain slip. Basi asanteni sana. Kwa kuwa mna mzigo mkubwa wa kupokea vile vifaa vikubwa, hatutawapa adhabu yoyote. Halitawagharimu. Kwa niaba ya mganga mkuu wa wilaya Dr. Daniel Chochole ameahidi kutoa shilingi 200,000 na tunatoa 50,000 sasa hivi. Makofi. Katika eneo hilo ikiongozwa na Dr. Dawson, na kwamba ni dokta hilo linaweza likamgharimu zaidi baadaye kama hatutaridhika na tamko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya hospitali ya Isimbia na kamati nzima ya uendeshaji wa hospitali, tulijipanga kutoa shilingi 500,000, tutaiweka kwenye account. Kupigia debe Ndorage wapewe waongezewe 50. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa barakatuh. Huyu ni kakaangu kwanza. Huyu tunafahamiana sana, msije mkashtuka. Sasa kama alivyosema kwamba unapoweka katika orodha ya watu muhimu unakuwa umegharimika. Niliwaza kuprediki kitu fulani, sasa naona nitaahirisha. Mimi nitaweka katika account shilingi 100,000. Makofi. Na ujenzi utakapoendelea, mganga mfawidhi atachukua mifuko 5 ya simenti. Makofi. Atatoa mifuko 2 ya simenti. Makofi. Kuwa mgeni rasmi. Sasa na mimi natoa ahadi ya 500,000. 500,000. Basi kwa hiyo tunapenda kushukuru. Baba Askofu, sisi tunashukuru. Kwa
kwa niaba ya kituo chetu cha Bukoba Town Center sisi tutachangia shilingi 200,000. Makofi. Alafu mimi pia mwenyewe nitachangia shilingi 100,000.